Nyanya ni zao la dhamana, lakini linalengwa sana na wadudu. Lakini kwa sababu ya soko lao mzuri, utahitaji dawa ambayo itakupunguzia muda wa kusubiri kabla ya kuuza nyanya. Kapi ni wazalishaji wa viuadudu vya asili vilivyo salama. Tuko naye Moses Sirima, mtaalam kutoka Kapi. Yuko hapa kutufundisha mengi kuhusu namna bora ya kuhudumia nyanya zetu. Nyanya unapanda wapi na kivipi? Napanda kwa greenhouse nje. Kwa nini unafanya hivyo? Kwa sababu kwa greenhouse inakawia muda mrefu. Kwa hivyo unatarajia mazao hapa. Sasa zile kuna nyanya, sasa utatoa zako. Upate hela mzuri. Ndio. Na wadudu ni wachache. Hizo nyanya zako umeona zikiwa na changamoto gani? Iko changamoto ya wadudu kama tuta na white fly. Na wewe umefanya nini ili Nimejaribu kupiga dawa chemical. Hawajakubali. Wamekataa kabisa. Wamekataa. Ulikuwa huko ndani Musa? Ndio. Umeona nini? Tumetembea ndani ya greenhouse na jinsi Samson amesema kuna white flies na amesema pia tuta. Tumepata pia kuna wadudu wengine kama aphids, tumeona thrips, lakini yule mdudu ambayo ni shida sana hapo anaitwa red spider mite. Red spider mite. Ni mdudu mwekundu, kwa Kiswahili wanaita utitiri mwekundu wa nyanya. Jinsi ambavyo unatofautisha mdudu na mdudu wengine ni kwamba wadogo wadogo sana. Utaangalia chini ya matawi hivi, utaona kitu kama web ya utitiri ama spider. Then huwa wananyonya maji ya ile matawi inaanza kuwa yellow. Umeshuhudia hayo katika greenhouse yako? Nimeona. Umesikia kwamba nyanya zako wamevamiwa na wadudu ina karibu 6 hivi? Nimesikia. Sasa ulikuwa umeona aina mbili. Aina mbili. Hizo aina mbili ulikuwa unapulizia dawa? Ndio. Dawa ngapi? Dawa 2. Na sasa vile umesikia wadudu ni aina 6 hivi, ungenunua madawa ngapi? 6. Si ni kazi nyingi? Ni kazi mingi. Umetaja kuhusu wadudu wengi hapa. Athari zao kwa mmea ni gani? Kitu ya kwanza, hawa wadudu wakati wananyonya ile maji ya matawi inaanza kubadilisha rangi, inakuwa ya manjano. Matawi ndio inatengeneza chakula kwa sehemu zote za mmea. So kisha kuwa hivyo haiwezi tengeneza chakula, na kwa sababu ya hiyo mazao ya mkulima itarudi chini. Tuta absoluta wanaenda na wanatoboa nyanya, wanaingia ndani. Wakishaingia ndani, hiyo nyanya inaoza na inaanguka chini. Kwa sababu ya hiyo mazao ya mkulima inarudi chini. Kwa hivyo pesa mfukoni inapungua. Kuzuia wadudu mapema katika greenhouse, mkulima anafaa kuzingatia nini? Anafaa zingatie mambo kadhaa. Kwa mfano, hakikishe kwamba greenhouse yake amedumisha usafi. Amepalilia vizuri, hakuna magugu, kwa sababu ya magugu huwa inaweka wadudu. Kitu ya pili, hakikishe kwamba anafanya ile inaitwa pruning. Matawi ambayo kwa mfano imezeeka, iko na ugonjwa, akate, apunguze. Lakini sasa wakivamiwa, kama umesikia mkulima wetu hiyo changamoto ambayo iko nazo, anaweza fanya nini? Kuna suluhisho mzuri? So wakati wadudu wamevamia, tuko na dawa hapa. Hii ndio suluhisho, inaitwa BioPest Plus kutoka kampuni inaitwa Kapi Limited. Na BioPest Plus imetengenezwa na neem oil pamoja na karanja oil. Karanja oil ni gani? Tunatoa hiyo mafuta ya karanja kutoka kwa mtu inaitwa karanja tree. Unapatikana katika nchi ya India. Neem oil ama marubaini ukiongeza karanja ziko na synergistic effect, yani zinasaidiana nguvu. So karanja inaongeza nguvu neem oil na neem inaongeza karanja. Kuwa wadudu wake inakuwa ya hali ya juu kuliko neem peke yake ama karanja peke yake. Sawa. Nitatumia hii dawa namna gani? BioPest Plus unatumia mililita 2 kwa lita 1 ya maji, ama unatumia mililita 40 kwa lita 20 ya maji. Na hivi ndivyo unachanganya, ndio hakikisha kwamba dawa inafanya kazi vizuri. Ukiwa na ile knapsack yako, sema ni ya lita 20, utachukua maji safi, utajaza nusu. Then utapima dawa mililita 40, umwage ndani ya knapsack, ukoroge vizuri. Baada ya hapo utaongeza maji ujaze ile sehemu nusu imebaki. Tena ukoroge kabisa uniformly. Ichanganyike kabisa. Then funika knapsack yako, weka kwa mgongo, na ukispray dawa hakikisha umespray ama umenyunyiza asubuhi mapema ama jioni. Kwa sababu kunyunyiza dawa wakati kuna jua kali, miale ya jua inaweza sababisha mmea wako ama matawi yako kuchomeka. Then kitu kingine ambayo utafanya Samson ndio hii dawa ifanye kazi vizuri.
Hii dawa inaua kwa mguzo, lazima iguze mdudu ndio iue. Unaona wadudu wengi wanajificha chini ya matawi. Unyunyize chini ya matawi vizuri, juu ya matawi, kama iko na matunda unyunyize pia kwa matunda na kwa maua na kwa ile stem ya mmea vizuri kabisa. Inasuluhishaji shida za mkulima wetu hapa. Hii product ambayo inaitwa Biopest Plus inatumika kuua ama kuzuia wadudu wote wenye katika familia ile ya utitiri ama kwa mites. So kwa kimombo inaitwa ni miticide. Lakini kando na hiyo, hii dawa pia ni broad spectrum kwa lugha ya kimombo. Haiui tu red spider mites peke yake, inaua wadudu wengi. Kwa mfano, kama wadudu wenye tumeona hawa wote hapa, kando na kuua red spider mites, itakusaidia pia kuua hawa wadudu wengine wote. Thrips au aphids tumeona tuta absoluta. Vile amesema kwamba kemikali anatumia dawa moja kwa mdudu fulani, dawa ingine mdudu mwingine. Lakini hii dawa moja kwa wadudu wote wenye ana changamoto nao. Wakati ulikuwa unatumia zile dawa zingine, ulikuwa unasubiri wakati gani ili upeleke zao lako katika soko? Siku 7 ama 10. Hii dawa ukinyunyiza leo asubuhi, kesho asubuhi unavuna nyanya yako na unapeleka kwa soko na haitakuwa na chembe ya dawa yoyote baada ya masaa 24. Kwa sababu gani? Hii dawa ni ya kiasili, ni organic na ni natural. Imetengenezwa na malighafi ya kiasili, natural products. Naona ni mzuri. Mzuri. Hii dawa inafanya kazi kiasilimia gani? Ukienda wadudu kama kina thrips zaidi ya 95%. Ukienda kama wadudu kama aphids ni 100%. Ukienda kwa wadudu kama tuta absoluta zaidi ya 75%. Mites inaua zaidi ya 95%. Ukienda wadudu kama whiteflies zaidi ya 90%. Hii dawa inapatikana wapi? Biopest Plus hii dawa inapatikana kwa Agrovet ambayo iko karibu na wewe. Then uzuri mwingine ni kwamba tumeiweka katika vipimo tofauti, hata zile vipimo ndogo ndogo, ili hata wakulima wadogo wanaweza nunua hiyo dawa. Si habari nzuri hizo? Ndivyo.